kwa sababu kaliliziwa jana, leo kafanya interview. Kwa hiyo tumesikiliza upande mmoja wa mtuhumiwa ni Hassan Mwakinyo. Ukisikiliza vizuri interview yake, kwanza utagundua hatuna mandate ya kusema nini kimetokea, kwa sababu swala mpaka sasa halijafikia suluhu. Yes, bado liko polisi. Ni issue ya kipolisi zaidi. Hata mwanasheria wake alivyohojiwa pale, anasema wao kwa upande wao wamepeleka ushahidi na kesi hiyo wameshtakiwa na jamhuri, sio yule kijana, kwa tafsiri ya kwamba tukio lilipotokea zilipita siku 5. Ndio. Na sababu iliyosababisha Mwakinyo kushtakiwa ni video zilizokuwa zinaenea mtandaoni za watu ambao walikuwa yani wanalalamika Mwakinyo kumpiga ndugu yao. Lakini wengine wakiwa wanasema endapo watakutana naye watamfanya kitu ambacho dunia haitasahau. Sijui kama tunaelewa. Kwa hiyo ukisikiza maongezi ya Mwakinyo anakuambia yeye tu mara baada ya kumkamata yule kijana, of course anakili hakumpiga, ila kwa sababu alikuwa ndani ya fence yake alivamiwa na mbwa wake, na anasema ana idadi ya mbwa wasiopungua 10. Okay. Kwa hiyo alishambuliwa vizuri. Mbwa wao wanawatumia pia katika mazoezi. Hakuhusika kupiga. Alishambuliwa. Roho yake anamshambulia mbwa. Vijana akavunjika mguu. Sasa swali la msingi la kujiuliza, kama alishambuliwa na mbwa hawezi kuwa nje ya fence. Of course. Si ndio? Kutokana na aina ya Mwakinyo mbwa wake anavyotreat. Of course ni alivyozungumza hapa kijana. Anasema alikuwa kakaka anasema alikuwa anaokota nazi. Of course. Ndio yeye akaitwa akavutiwa ndani. Of course. Kwa mujibu wa Mwakinyo anasema tukio lilitokea saa 11 alfajiri. Akiwa anaamka kwa ajili ya mazoezi alimkuta kijana ndani ya fence yake. Ameshangazwa na mbwa tayari. Akiwa chini ya, yani alizisikia kelele za kijana na mbwa wakiwa wanamwataki huyo kijana. Manake alikuwa ni mtu wa kwenda kuokoa mbwa wasizuru zaidi, na alipiga simu polisi na mwenyekiti wa mtaa alikuwepo. Manake tunakosa upande wa tatu. Tusubiri mahakamani. Manake nasema tumesikiliza upande wa kijana, tumesikiliza upande wa Mwakinyo. Tunakosa upande wa tatu. Upande huu wa tatu ni wa jamhuri zaidi, kwa maana mahakama na mashahidi ambao ni mwenyekiti wa mtaa ambao Mwakinyo anatoka. Inawezekana yeye anacha kutuambia siku 5 kabla ya Mwakinyo kukamatwa, kwa sababu tukio inatajwa lilitokea siku 5 nyuma. Ndio akaja akakamatwa. Ndio akakamatwa Na yeye anasema anashangazwa kwamba mwizi anamshtaki aliyeibiwa. 88.5 Shamba FM.